Habari mtazamaji wa Lendwellers, karibu leo tena katika kipindi kingine cha Zijue Senti Zako. Kipindi hiki kinakujia kwa ushirikiano wa Lendwellers Media pamoja na Toronto Legal Services, na mimi studioni ni mshauri wa elimu ya fedha niliyeidhinishwa na Benki Kuu ya Tanzania. Jina langu ni Maombi Abdieli. Karibu sana. Leo tutaangalia kitu ambacho ni muhimu sana katika maisha ya kifedha. Namna ya kujenga nidhamu ya kifedha kwa watu wengi. Nidhamu katika usimamizi wa fedha ndiyo kitu ambacho kinawakwamisha watu wengi sana, kwa sababu wanashindwa kukijenga katika namna ambayo inawarahisishia ule mchakato mzima wa kutafuta uhuru wao wa kifedha. Katika kipindi hiki tutaenda kuangalia mambo ambayo yanaweza yakakusaidia kujenga hiyo nidhamu ya kifedha itakayokuwezesha kusimamia fedha zako, kutengeneza budget na kufanya uwekezaji mwisho wa siku. Jambo la kwanza ni kutambua tabia zako za matumizi. Kwa Kiingereza tunaita ni awareness stage. Kwenye stage hii ndiyo hatua ya kwanza kabisa ambayo inamulika zile tabia ambazo unazitengeneza pasipo kujua, ambazo zinakuwa na athari ya moja kwa moja katika matumizi yako na usimamizi wa fedha zako kila siku. Ni ngumu kubadilisha kile ambacho haukijui. Kwa hiyo hatua hii ni muhimu kwa sababu inaenda kukufungua na kukuonyesha ni mambo gani ambayo yanamaliza fedha zako pasipo wewe kujua. Hatua hii inaambatana na kufuatilia matumizi yako ya kila siku. Matumizi yako mengi yanakuwa ni ya starehe au ni yale ya msingi sana. Kwa hiyo katika stage hii ndio sehemu ambayo unaweza ukatambua hayo yote. Katika stage hii vitu vya kufanya ni kuandika matumizi yako kuanzia wiki mpaka mwezi, ili uweze kuwa na uwanja mpana wa kujua pesa zako unazopata ni kiasi gani, unazitumiaje, na mwisho wa siku kinachobaki ni kiasi gani. Ili kurahisisha haya yote, huwa tunashauri utumie applications ambazo zinapatikana Play Store na kwenye platform zingine kama MoneyRaver, ambazo ni muhimu sana katika kutrack matumizi yako ya kila siku. Kama huwezi, unaweza ukaamua kutumia diary au daftari kurekodi yale matumizi yako ya kila siku. Kikubwa ni kurekodi na matumizi yako na namna ambavyo unayatumia. Jambo la pili ni kutengeneza bajeti rahisi, bajeti inayosomeka na inayotekelezeka. Watu wengi wanakuwa wanatembea na bajeti zenye namba kubwa sana ambazo ni ngumu kutekelezeka katika uhalisia wa maisha yao ya wakati huu. Katika mazingira hayo ni ngumu kutengeneza tabia au nidhamu na kuifuatilia kila mwezi au kila unapopata kipato, kwa sababu unakuwa umeweka standards ambazo haziendani na uhalisia wa maisha yako wakati huu. Bajeti rahisi ni ile ambayo inatumia kanuni ya 50-30-20, ambapo 50% unashauriwa itengwe kwa ajili ya mahitaji yale ya msingi, 30% itengwe kwa ajili ya matumizi binafsi, lakini 20% hii itengwe kwa ajili ya akiba na uwekezaji. Hiyo kama haitoshi, unaweza ukaibadilisha au ukairekebisha kadiri unavyopata kipato, kadiri kipato kinavyoongezeka au kadiri ya malengo yako ya kifedha. Kwa hiyo hivyo vyote ndio vitakuongoza wewe katika kugawa hizo asilimia kwenye kipato ambacho unakipata. Jambo la tatu ni kuweka malengo ambayo naita ni smart goals, malengo ambayo yana time frame. Nidhamu haizaliwi hewani, huwa inazaliwa katika kutokana na malengo ambayo unakuwa umeyaweka kwenye fedha zako. Kwa nini malengo? Malengo mara nyingi ndio yanayokupa hamasa ya kuendelea kupambania jambo lako hata ule wakati ambao unahisi kuchoka. Kwa hiyo kama hauna malengo ambayo ni smart goals, ni ngumu sana kutengeneza nidhamu ya kifedha, kwa sababu utakuwa unachoka haraka katika mchakato wote huo na unaweza usifikie lile lengo ambalo umekusudia
mara nyingi ukiwa umeandika malengo, unapokuwa umeyaona sehemu ulipoyaandika, akili huwa inachakata na kufikiria ni kwa namna gani utaweza kuyakamilisha. Kwa hiyo malengo ni muhimu sana katika kujenga nidhamu ya kifedha. Jambo la 4, jitahidi kuzuia sana yale matumizi ya kihisia, tunaita impulse buying. Watu wengi wanapoteza fedha nyingi bila wao kujua, sana sana katika haya matumizi ambayo yanakuwa hayapo kwenye mpango wao wa wakati huo, kwa Kiingereza wanaita impulse buying. Lakini habari njema ni kwamba hiyo tabia inaweza ikarekebishika kama utaamua kuchukua hatua za makusudi. Ili uweze kuachana na tabia hiyo, anza kutumia kanuni ya subiri masaa 24 kabla haujafanya maamuzi ya kununua hicho kitu. Hii ni mbinu ambayo watu wengi wanaitumia anapokuwa amepata wazo la kununua kitu ambacho hakuwa amekipangilia wakati huu. Huwa tunashauriwa tujiulize swali la hichi kitu ninakihitaji kweli katika muda wa masaa 24? Kama ni cha msingi sana, utapata jibu na unaweza ukaacha kukinunua wakati utakapogundua kile kitu haukihitaji kabisa katika wakati huo. Jambo lingine, epuka kutumia pesa wakati ambao unakuwa una stress sana au wakati ambao una furaha nyingi sana. Hizi ni emotions mbili ambazo huwa zinachangia katika matumizi ya pesa kwa watu wengi. Kwa hiyo unaweza ukatumia pesa nyingi kwa sababu upo na stress, lakini wakati mwingine unaweza ukatumia pesa nyingi kwa sababu una furaha sana kupita kawaida. Kwa hiyo ogopa sana kutumia pesa unapokuwa katika nyakati hizi. Jambo lingine la ambalo unaweza ukalifanya ni epuka kutembea ovyo katika sehemu ambazo wanauza vitu. Epuka kutembelea platforms au site ambazo wanauza vitu kama hauna nia ya kufanya manunuzi ya hicho kitu. Kwa hiyo hilo ni jambo lingine ambalo linamaliza pesa za watu wengi. Ili uweze kuepuka matumizi mengine ambayo sio ya lazima, unatakiwa kupunguza kutembelea sehemu ambazo wanauza hivyo vitu ambavyo unaweza kujikuta unavinunua hata kama haukuwa na mpango nao. Jambo lingine muhimu sana ambalo unaweza kulifanya ni uweka mfumo wa automatic wa kuweka akiba na uwekezaji. Hili ni jambo la msingi sana linaloweza kusababisha wewe ukajenga nidhamu ya kuweka akiba na kufanya uwekezaji. Tunafanya automation ili tuweze kupunguza ule uvivu ambao tunaupata baada ya kupata pesa zetu. Unapoweka akiba au unapowekeza kwa hisia, wakati mwingine unaweza ukashindwa kukamilisha hilo lengo lako kwa sababu zile hisia zako zinaweza zikakuzuia kutokana na changamoto za kifedha ulizonazo. Kwa hiyo mfumo wa automatic wa kuwekeza au kuweka akiba wenyewe, haijalishi una hali gani ya kifedha wakati huo, itaenda kuweka kile kiasi ambacho umekiset katika sehemu ulikoielekeza, kama ni kwenye akiba, kama ni kwenye uwekezaji, kwa sababu yenyewe haiangalii wewe una chochote au una chochote wakati huo. Yenyewe kwa sababu ulisha set, itahakikisha kile kiasi kimeenda kama ulivyokiweka. Kwa hiyo wakati tunajenga nidhamu, mifumo na tabia, inarahisisha sana kutengenezea nidhamu kwa urahisi sana. Jambo lingine muhimu ni fuatilia, pima na urekebishe pale inapobidi. Nidhamu haiwezi kujengwa kwa tukio la siku moja. Ni lazima kutakuwa na mapitio, ni lazima kutakuwa na marekebisho, ni lazima utakuwa unajipima na kufanya assessment ya wapi umefikia katika kufanikisha malengo yako. Kila mwezi jiulize ile budget uliyoiset umeifuata kikamilifu, na kama haujaifuata ni wapi umefeli, ili uweze kurekebisha katika budget au katika mwezi unaofuata. Ni kwa kufanya hivyo tu ndiko kunakoweza kukurahisishia kujenga nidhamu thabiti ya utunzaji wa fedha na uwekezaji wa fedha zako mwisho wa siku. Nimalizie kwa kusisitiza jambo moja. Weka nguvu kubwa sana
katika kujenga tabia na mifumo itakayokuwezesha kutunza na kuwekeza fedha zako badala ya kutegemea hisia na mihemuko katika kusimamia hizo fedha zako. Haya machache ndiyo yanayoweza kuwa msingi imara na bora utakaoweza kukujengea nidhamu ya kifedha na ikarahisisha mchakato wako wa uhuru wa kifedha. Mimi ni Maombi Abdiel, mshauri wa elimu ya fedha niliyeidhinishwa na BOT. Kipindi hiki kimekujia kwa ushirikiano wa Dwellers pamoja na Toronto Legacy Services. Tukutane wiki ijayo. Endelea kuifuatilia Dwellers.